Oya. Nyumba hii. Oya Kosovo. Oya Juma. 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 Oya Kosovo. Kosovo. Sasa Kosovo mshikaji wangu muda wote mimi nagonga ina maana ulikuwa unisikia. Sasa ndugu yangu namuona kama vile kuna shida kubwa sana. Sio kuna tatizo bwana. Sasa tatizo uko nalala sana. Haya kuna shida gani? Angalia mnavyotiririka jasho. Nilijua tu mtashindwa kisha mtasema huu ni ulingo wenu sasa. Wenzenu tumeshazoea hali hii. Yaani ina maana unataka kuniambia umezoea joto, si ndio? Na hili ni telela tu. Yaani kama ngoma ya kumcheza Mwali Kigoli, wana ndugu wanakaa kikao kwa ajili ya kumcheza mwana wao. Na wewe sio tilela, ni trailer. Hivyo hivyo mke wangu, lakini tumeshanielewa. Meshavurugwa na maisha haya. Unajua nini Karimu? Ndio. Mfumo humu ndani huu mimi ushanichosha. Ila nina imani siku hii moja tu kila kitu ndio kitakaa sawa. Sasa Kosovo nisikilize. Unajua hata wewe unanichanganya. Kwa sababu haiwezekani mundani, yani ukirudi umeme hakuna. Sasa nyingine unarudi sijui mara unaambiwa sijui kitu sijui takataka. Wala mnanichanganya, mnajua mnanichanganya. Karibu kwa mzee Kobelo. Hali hii sisi tumeshaizoea. Na tusipouanika tunautwanga mbichi. Hivyo unamuelewa kweli huyo? Sikiza ndugu yangu. Tuchonge sana. Mpaka kieleweke humu ndani. Lakini sasa mbona unaondoka tena? Wewe sikiliza. Gonga pale, muone baba nyumba yako ndio mabeba malalamiko yako. Unaona nini? Unaona nini? Alia macho yanatoka tu. Kobelo mume wangu. Wewe umeona nini huko nje? Ulikuwa unachungulia nini? Si hawapa kazi. Hata siwaelewi. Siwaelewi kabisa. Uwaelewe. Sasa utawaelewa tu. Utaelewa. Hivi mume wangu. Maisha mpaka lini tutaishi? Na vipi kuhusu mafao yako ya East Africa mpaka saizi hajatoka tu? Sasa mke wangu hayo mafao mpaka leo bwana. Kila ukienda njoo kesho kutwa njoo. Yaani hata ieleweke ni lini. Lakini yatatoka. Ila nina mpango mmoja. Nina plan B. Una plan B gani? Maana hapa mtaani mimi kila ninachokifanya hakifanyiki. Biashara yote unayoshika hapa haishikiki. Au unataka kuuza nyumba tuliokuwa nayo? Ili banda mume wangu? Mke wangu, siuzi nyumba. Sasa nini? Nitakachokifanya kwenye umeme napandisha. Baada ya 10,000 wanalipa 20,000. Na kuja kwenye usafi. Baada ya 5,000 wanalipa 10,000. Huku nimepata 10,000, huku nimepata 5,000. Nani kwa kila chumba, kwa kila mpangaji. Sasa lakini ratiba ya usafi mimi ninavyojua. Kila nyumba hapa mjini lazima asioa anunue fagio. Alioa mke wake ndiye anahusika kwenye usafi. Sasa sio wote humu ndani walioa, wengine hawajaoa. Sasa mimi huo utaratibu kwangu haupo. Huo utaratibu siutaki. Mimi ndo mwenye nyumba. Hakuna cha aliyeoa na ambaye hajaoa. Mimi naangalia mpangaji aliyekuja kupanga kwangu. Na ni lazima ufuate utaratibu na uweka mimi. Kama hataki notice. Anaondoka. Hayo ndo maisha. Wewe uone kama hiyo ni plani nzuri. Sema kwangu. Unaona? Tunaishi. Sawa, haina neno. Kama Fadhausi ushaongea hivyo. Mimi nitaongea nini na wewe ushaongea? Itabidi kubali tu sasa. Kuna dali moja nataka nikamuone pale. Nimpe taarifa mapema. Mpango anaweza kutaka mtu kutoka kwenye nyumba, mwambie dawa anakuja. Pitia kwenye kijio changu pale sikumkuta. Ampata kwenye kijio changu. Haya. Baada? Haya. Sasa ni Mungu
Kobelo unanijua? Kobelo unajua mimi mwenda azimu? Hey! Nikwambie kitu gani? Mimi sina jipya. Sina jipya. Na hizo unajisaulisha eh? Wewe, hebu rudi. Kobelo usinichanganye. Unanijua vizuri. Nitakupasua vichwa. Unanijua kama mimi mwenyewe sijapona. Nataka nijue nini kinaendelea kati ya wewe na mpangaji wako. Avintishi. Nini? Unataka kunidhalilisha? Ndio. Unataka kunidhalilisha mimi? Ndio. Unijui eh? Nataka uniambie nini kinaendelea kati ya wewe na mpangaji wako. Naomba uniambie. Oho. Nataka uniambie nini kinaendelea. Wewe leta ujinga wako. Shoga zangu, chonde. Tena chonde, naomba msiniangushe, maana uko mtaani nishaanza kuzisikia redio mbao. Eti tunataka tuone shughuli ya mtoto wa siku itakuwaje. Eti amezoea kufanya shughuli za wenzio, tunataka tuone tunguli lake itakuwaje. Yaani siku hiyo mambo, fanya kama mnaniona. Siku shoga yangu. Kwanza sikiliza nikwambie. Yaani shughuli ya tabu nataka nivae kama ya kwangu. Siku hiyo nakuwa tutamwagarazi. Lazima waelewe shoga yangu. Yaani nakwambia nataka tuivalie njuga kwamba kama shughuli yetu. Lazima waelewe kama mtaani kuna shughuli, lazima tufunge uwanja. Au unaonaje? Sikia nikwambie. Kwanza nataka nikuze shoga yangu cha usiku. Umejipangaje katika shughuli ya mtoto wetu? Aswa hapo amejipangaje? Ngoja kwanza nianze hapa ili nimnione. Nikikosea tu mnirekebishe. Haya mambo hapo mnayaonaje? Sawa shoga. Umejipanga nani? Kuhusu mambo ya bajeti. Umejipangaje? Yaani shoga zangu ngojeni nikwambie ni kitu, yaani kuhusu hilo msijali. Nguo za mtoto zipo tayari, soda keti 20, bia keti 20, vijola pia 20 na kuhusu vitambaa nimekata pia 20. Yaani nakwambia hiyo siku ikifika labda mniangushe nyetu. Sasa. Haina shida. Mimi sina nini. Lakini hapo kwenye masuala bajeti hapo, mimi bado sijasikia bajeti. Bajeti ya kuhusu ngoma, kuhusu muziki, kuhusu sijui kufagia uwanja, kumwaga maji na kumtoa mwali. Bado sijaisikia. Sikia nikwambie. Wewe na mshoga wangu jiongeze. Kama mimi. Nimemchangia na hisi. Usiniambie udugu wangu. Na mimi na laki hizo. Issue itakuwa pambe sana. Dada sikiliza. Yaani hiyo. Wewe tena? Ngapi hiyo? Yaani
Yaani sio kama kwa hapatoshi. Yaani msiniangushe. Nyinyi ndio udugu wangu wa miguvu, nyinyi ndio kila kitu. Yaani siku hiyo wakae pembeni, wakae waangalie wamjue cha usiku ndio nani. Mama Tabu ndio nani. Wataisoma. Shoga yangu. Nashukuru nilipokukuta. Yaani nilikuwa ninatoka huko najiuliza hivi nitamkuta? Kwanza pole. Maana nimekuweka hapa mzio. Sio unajua hizo kazi zetu. Nilikuwa napanga pale. Yaani nina shida imenikaa hapa shoga yangu. Shida gani tena? Maana wewe kwa majanga wewe. Huo mchezo kwanza umeanza lini? Huo mchezo umeanza jana, leo siku ya pili. Kesho siku ya tatu mtu anatoka. Upo shoga yangu? Kesho mtu anatoka siku ya tatu. Shoga yangu mimi nakaa nyumba jina na hata kunisema unikumbushe. Kweli? Mie tena. Ushaanza hivyo? Sasa sikiza nikwambie. Hayo yote tuyaache. Lakini kwa naomba niulize utanipa jina namba ngapi? Maana shoga yangu yani bila hivyo nitaumbuka maana maji yamenikaa hapa. Si unajua? Cha usiku ndo anamcheza mwanawe, yani unavyoniona hapa nilipo. Si unajua katika shughuli yangu jinsi alivyojimwaga yule, alivyojimaliza. Je, mimi si nitapata aibu shoga yangu? Naomba unisaidie shoga yangu. Zamda wewe mbabaifu. Zamda mbabaifu sana wewe. Yaani wewe Zamda wewe, ukiwa na jema huko, ukiwa na baya kwa vinitishi. Sasa bibi wewe, nimekuchoka. Jema huko, baya huku nimekuchoka shoga yangu. Upo? Siku zote wahenga walisemaga, ushoga mboga vibaya kukoroga. Upo ndugu yangu? Avinitishi mimi katika moyo wangu. Yaani umenikaa unavyoniona hapa nilipo yani. Yaani unavyoniona mimi jinsi nilivyo. Yaani avinitishi huko katika moyo wangu. Una haya? Ulivyokuwa mbabaifu unataka unisumbue? Unataka unisumbue? Leo nimekukaa mimi moyoni. Leo ye Zamda mbabaifu wewe Zamda wewe. Msumbufu. Yaani mimi avinitishi mimi nimekuwa mbabaifu leo. Ndio. Kuanzia leo mimi nimekuwa mbabaifu. Kila unachoniambia avinitishi mimi nakusikiza. Leo nimekuwa mimi mbabaifu kweli. Leo umekuja tena yashakushinda huko kwenye mema huko ushatoka unakuja huku kwangu kuniletea mabaya. Sikiza nikwambie avinitishi. Mimi naomba kwanza nataka nijue je utanisaidiaje kuhusu katika hili jambo nilokuwa nalo? Haya sawa sasa. Ila sasa nisikilize. Kwanza na hizo kelele zako kwanza zisiendelee utanijazia watu hapa shoga yangu. Mchezo ndo kwanza jana umeanza. Ndo kesho mtu anatoka. Unayo? Si ndo liniambia shilingi elfu ngapi? Elfu ngapi? 60,000. Tuko watu 10. Na 60,000. 60,000 ndio 60. 70 bwana. Unaona sasa? Unaona? Hii sasa mbona 65,000 sasa? Mimi shilingi 5,000 nitakuletea kesho. Yaani kesho tu ikifika. Unaona? Huu babaifu wako ndio ukata ndio huu. Sitaki ubabaifu za muda. Yaani hii 65,000. Wenzio wamebooking shoga yangu. Wanataka kunipa shilingi 20,000 nimekataa. Avinitishi sikiza nikwambie. Hizi sasa dharau hizi ujue. Mimi shoga yako, si ndio? Mimi na sinajua tunavyosaidiana. Mimi naomba unisaidie. Mimi na wewe lako langu la kwako. Leo hii tena wewe mimi wakuniona mimi babaifu. Sasa kama yani kwanza mimi avinitishi. Mimi nakushangaa leo yani unavyonitia kasoro mimi sawa, leo. Mama sawa. Sawa nimekuelewa. Mimi nitakusaidia. Mwanangu nakwambia. Vipi mke wangu? Leo tunazama. Lazima. Joto lipo kwa kweli, si mchezo. Kuna joto.
Mambo nakwambia. Bila mimi kuacha kwanza nimwambie maji. Sawa, kajimwage maji. Maana tutaiva bure. Sio wangu hivi. Halo. Kwa hiyo kumbe umerudi muda mrefu ila kwa ajili ya huyo mkeo ndo unani. Mpenzi, sasa sikiliza sasa. Utaharibu. Okay, sasa vipi kuhusu ile ombi langu mpenzi? Usiwe na wasiwasi nitakutumia. Wow. Baadaye bwana usiwe wewe usiwe na wasiwasi. Mimi si wako bwana, ila ni mpenzi wangu. Haina shida, wewe wangu. Asante. Nakupenda. Haya. Nitakupigia. Utapata, usiwe na wasiwasi. Unaletea habari za kunivalia mayenu? Nataka hela yangu. Iko wapi? Nataka pesa yangu. Tatizo nyinyi vijana, hamna nidhamu wala hamfuati utaratibu. Shida yenu nyinyi, wewe ni mademu tu. Pale hakuna mademu wazuri, yupo huyu. Najua mnamgombea. Ila nimepata wazo. Wazo gani? Safari hii mimi siwezi kutoka tupu. Mimi naomba na mimi nipate mgao wangu. Sasa tatizo lako wewe ukisikia hela tu kichwa kinawaka moto. Unasemaje? Mbona unakuwa na tamaa wewe? Unasemaje? Yeah. Kavi nampeleka kwa Bimtumu. Nampeleka kwa Bimtumu. Sikiliza, unataka kwenda wapi sasa wewe? Mbona unakosea sasa? Unapomnyamazisha mpangaji mmoja asizungumze, na maana umetunyamazisha sisi sote. Huyu pia na haki. Bwana mdogo lazima uwe na adabu. Mimi huwezi kunijibu hivyo. Inaonekana hata na wazazi wako ulikuwa unajibu majibu ya kijingajinga ya namna hiyo. Wewe unanijibu mimi hivyo? Sasa mambo ya wazazi yanatoka wapi tena? Hapa ni kwangu. Jakobelo, unaharibu utaratibu. Utaratibu mzima unaufahamu. Lakini wewe unaharibu utaratibu. Na unajua ukiharibu utaratibu kipi ambacho kinafuata. Unajua kabisa. Kwa hiyo mzee Kobelo, pesa yangu mimi utailipa. Na usichukue kirahisi rahisi. Zikipita dakika 60 hujafika ofisini, nitakuja na timu yangu hapa nitakubeba Tanganyika Jeki.